Majina naitwa Elizabeth Nyagoha na mimi nafanya katika huu mradi wa Restore kama ofisa ambaye anashughulikia maneno ya mali asili, na mradi huu ni mradi wa The Global Evergreening Alliance, na katika nchi ya Kenya unaongozwa na shirika la World Vision ukishirikiana na mashirika mengine kama Just Digit, Self Help Africa na Green Belt Movement na pia mengine kama Africa Harvest, na tunafanya katika counties 5, mojawapo ikiwa Kilifi na Kwale, na kule Western Region tuko na Elgeyo Marakwet. Na huu mradi unafanywa na lengo la kuweza kupanda miti milioni 10 na kuweza kufanya kazi na households 250,000 na pia kuweza kurejesha rutuba katika ardhi ambayo inatoshana hectare 250,000. So tumeweza kufanya mambo mingi na community. Mimi ni chairperson wa kikundi hiki kinaitwa Maendeleo Group B. Kiko katika sehemu ya Kikoneni location. Hiki kilimo kilinipendeza ni kwa sababu tulikuwa na mimea lakini ikawa tumeongezewa mingine ya kuongezea. Tulipewa michungwa tukaweza kupanda, na hata wengine walikuwa hawana. Hasa mimi nilikuwa tu na michungwa kama 5 hivi ya budding. Lakini kwa sasa nashukuru niliongezewa michungwa, nikapewa miembe na mikashorina. Hii inaonyesha ni kuendelea kupanuka kimaisha, na tunashukuru kama kikundi tunaendelea vizuri. Tumeweza kuengage communities through stakeholder meetings, na communities wameweza kuidentify ni mambo gani wanaweza fanya, na katika kurejesha rutuba wameweza kuona ya kwamba kuna miti ya kiasili ambayo ilikuwa kitambo na wanaweza kuirejesha, kwa sababu kwa njia moja ama nyingine hii miti imeweza kukatwa na ikapotea. So mradi unahamasisha wakulima wadogo kuweza kupanda miti ambayo ni ya kiasili, na pia kuna percentage kidogo ambayo tunapanda miti ya exotic trees na pia fruit trees. So hapa katika Kilifi na Kwale counties, wakulima wameweza kufundishwa jinsi ya kuweza kunawirisha different value chains ambazo zinahusu indigenous chicken. Kwa majina naitwa John Mtuku, mkaaji wa Kwale County, na nilipokuwa naendelea na kilimo mwaka jana ndio nilipata habari za hii shirika ya World Vision ama Restore Africa, na niliweza kualikwa katika mkutano walikuwa wameufanya katika location ya Zombe, sehemu inaitwa Mwananyamala. Tulihudhuria ule mkutano kama kikundi, na tukaenda tukaelimishwa umuhimu wa kupanda miti, changamoto ikiwa ni mabadiliko ya tabia nchi. Na tuko na mambo ya citrus, na pia tuko na pojo, na pia kule Kilifi tuko na mambo ya cassava ambayo pia tunahamasisha jamii, kando na kupanda miti wanaweza fanya livelihood improvement kupitia the different value chains ambazo wanafanya katika mashamba yao. Mimi ni mfanyikazi wa shirika la Africa Harvest kama County Implementing Officer kwa mradi wa Restore Africa Project. Mradi huu ukiwa hapa Kwale, sisi tukiwakilishwa na World Vision kama washirika wakuu wa mradi. Africa Harvest iko na jukumu katika mradi, na jukumu lake ni kuimplement ile kitengo cha livelihood component. Na leo tukiwa hapa katika shamba hili la kulima, tumekuja kutembelea ile demo site ambayo ni katika zile demo sites ambazo tunaweza kuanzisha katika kaunti hii. Tuko na demo 2, ya kwanza ikiwa hii ambayo tulianza, ndio demo yetu ya kwanza katika mradi ya citrus, na pia kuna demo nyingine ya pojo ambayo tuliweka kule Davaya, sehemu za Kinango, ambao mradi huu pia uko. Na tukiendelea leo tukiwa hapa, wakulima hawa tulianza mafunzo ya kwanza tulipoanzisha mradi hapa. Mafunzo ya kwanza tulianza na wao tukianza kupanda, na tuliwanunulia miche kutoka kwa shirika la utafiti Karo, tukiwa na varieties kama 3 za michungwa,
eneo hili ni kwa ajili ya mafunzo. Wakiwa wanaenda kupanda miti, lazima walikuwa wajue wanaenda kupanda kiasi gani na zile measurements ama zile hatua ambazo zinahitajika katika shamba. Kufikia sasa hivi tumeweza kupanda miti zaidi ya 297,000 katika Kilifi County, na hapa Kwale tumeweza kupanda miti 285 na tunaendelea kufanya huo upanzi wa miti, na ikifikia Disemba tunatarajia kwamba wakulima watakuwa wameweza kupanda miti zaidi ya 1.6 milioni. Kwa hivyo wakati tuna engage communities, tunahakikisha kwamba wamepata elimu ambayo inawaonyesha jinsi mradi unavyoendeleshwa, jinsi faida watakazopata kutokana na upanzi wa miti, na pia katika hicho kitengo cha hewa kaa tunawahamasisha, tunawaambia kwamba wanaweza engage katika kupanda different species, na wakati fulani mradi utakuja na uweze kufanya mapping ya the different places ambazo wamepanda miti, na itaweza kuquantify kutokana na zile practices ambazo watakuwa wameweza kufanya katika shamba yao, na pia kutokana na namba ya miti ambayo watakuwa wamepanda. So upanzi wa mwisho wa kupanda miti inatarajiwa kufanywa mwaka wa 2026, that is next year. So the short rains ya 2020 October, November, December. Kuhusu policies, ningeweza kusema ya kwamba Kenya as a country imejaribu ili kuona ya kwamba kuna zile policies ambazo zinahusu mambo ya climate change. Kwa mfano tumekuwa na Kenya Climate Change Action Plan. Alafu pia hii imekuwa cascaded down to the counties. Counties pia tunaona wakiweza embrace hizo the different policies, so that wameweza kuweka mikakati ambayo inasaidia the different adaptation practices kwa the different sectors. Na pia tunaona ya kwamba nchi yetu ya Kenya imeweza kuweka mikakati ambayo inalinda mkulima kutokana na zile projects za carbon ambazo zinaweza kuwekwa katika different counties. So ninaona ya kwamba tuko a step way further as a country, na mkulima mdogo pia ameangaliliwa kwa sababu zile policies zinalinda kuhakikisha kwamba mkulima anafaidi zaidi kutokana na the different carbon projects ambazo zinafanyika in different counties. Okay, katika project tuko na wale wakulima ambao wako kipaumbele, wale ambao wanafanya on their own willingness, they do the beating up, na pia project imewekwa in such a way that at some point tukifanya 6 months assessment ya survival rate, in case kuna zile miti ambazo zimeweza kufa kwa namna moja ama nyingine, tunaangalia jinsi tunaweza saidia wakulima kufanya nini, replacement ya zile ambazo zimekufa.